Awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuendelea kumshukuru rais wetu mpendwa na si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama tunavyoona tupo mkoani hapa Njombe na tupo katika maandalizi ya maadhimisho ya siku ya misitu duniani. Umoja wa Mataifa umeridhia kwamba kila mwaka tarehe 21 mwezi wa 3 kuwepo na siku ya misitu duniani. Siku hii ya misitu duniani ni pale ambapo nchi mbalimbali kupitia taasisi zake, wizara zake, wadau mbalimbali wa misitu wanaadhimisha siku ya misitu duniani. Hivi sasa katika nchi yetu takriban nusu ya eneo la ardhi ya Tanzania ni misitu. Tunayo misitu ambayo ni hifadhi za taifa, National Park. Tunayo misitu ambayo inamilikiwa na serikali kuu, tunayo misitu inayomilikiwa na serikali za vijiji. Maeneo haya Watanzania wenzangu hatuna budi kuyalinda, kuyatunza, na ndio maana tunasema tumerithishwa tuwarithishe. Tunapoyalinda maeneo haya ya misitu na maeneo mengine yote, kwanza kuna uhakika wa kupata mvua, na unapopata mvua manake kuna uhakika wa kupata chakula. Na ndio maana nyanda za juu kusini sisi ni wabobezi wa masuala ya kilimo, ni wabobezi wa masuala mazima ya kulinda misitu. Tunapanda sana miti, lakini pia hivi sasa chini ya uongozi imara wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia viwanda vingi sana vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu, tunaita engineered wood product. Hapa tumeweka mabanda mbalimbali ambayo yanaonyesha ni namna gani wadau mbalimbali wanachukua miti na kuongeza thamani. Na tumeshatoa maelekezo Tanzania sasa tuanze kusafirisha bidhaa ambazo zimetengenezwa. Mfano, kwa nini tuagize furniture kutoka nje wakati tuna miti ya kutosha? Tuna uwezo mkubwa sana wa kutengeneza furniture zetu. Tuna miti mizuri kabisa ya aina mbalimbali, na furniture zetu ni furniture ambazo kimsingi zinadumu. Wakati umefika tutengeneze bidhaa za mazao ya miti, na baada ya kutengeneza tunaandika pale made in Tanzania. Tunapeleka nchi za Asia, tupeleke nchi za Europe, tupeleke Marekani na duniani kote. Kwa hiyo wakati umefika sasa kuhakikisha kwamba Watanzania tunatunza miti, tunapanda miti, tunatunza mazingira, tusikate miti ovyo. Misitu hii inatusaidia sana utalii. Sote ni mashahidi. Hivi sasa swala zima la utalii tumeongeza kwanza pato la taifa na tumefikia takriban bilioni 3.9 dola za Marekani. Lakini pia tuliambiwa tufikishe watalii takriban milioni 5. Tunao watalii milioni 5.3 tumeshafikisha chini ya uongozi bora wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mambo mengi mazuri tunaendelea nayo. Tunamshukuru sana, watalii wanakuja, nchi yetu ina amani. Na hii misitu ndiko ambako tembo, nyati, wale big five, faru wote wanakaa katika misitu. Kwa hiyo misitu hii ni hazina kubwa. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituambia rasilimali hizi za Watanzania na sisi Watanzania lazima tuwe na uwezo wa kuzitunza. Na ndio maana Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na shughuli za utalii pia tuna vyuo maalum kabisa ambavyo tuna train vijana wetu wawe ni walinzi, askari wa kulinda rasilimali. Nchi nyingi wamekuja kujifunza Tanzania, mnawezaje? Mmepunguza ujangili, mnaendeleza masuala ya utalii. Tuna vyuo kama Mweka, tuna vyuo kama Pasiansi, lakini tuna vyuo vya masuala ya miti na misitu Olmotonyi, tuna chuo kama Fiti. Hiki kazi yake ni kuongeza thamani, unafundisha masuala ya engineered wood product. Na nimefurahi kuona wakuu wa taasisi wote wako hapa Njombe. Tayari tunaye mkurugenzi Tanzania Tourist Board, tunaye na yeye ataeleza. Tunataka tufungue utalii nyanda za juu kusini. Tuna maeneo mengi sana ya vivutio. Kuna Katavi National Park, Kitulo National Park, Mpanga Kipengere, kuna Kalambo Falls. Yani Tanzania tumejawa na hazina za rasilimali.